hatua ambazo shetani yuko nazo kwa ajili yako. Amen. Kuna hatua ambazo shetani ameziweka ama ameziandaa kwa ajili yako. Naomba uende na mimi mchana wa leo wa saa haya ili ukaweze kusikia kile ambacho Mungu anataka kunena nawe katika hali ya kukutahadharisha. Amen. Kunako kugharamika kwa chochote kile ambacho umekiwekea imani. Chochote ambacho umekiwekea imani, kuna kugharamika juu yake. Kama ni maisha umeyawekea imani, lazima ugharamike. Kama ni watoto, lazima ugharamike. Kama ni kazi umeiwekea imani, lazima ugharamike. Kama ni biashara, kama ni ndoa, kama ni hali yoyote yenye imekufanya imani yako iwe pale, Biblia mchana wa leo inasema ni lazima ugharamike, kwa sababu njama na mipango ambazo shetani amezipanga kwa ajili yako ni tofauti na mawazo yako. Naomba watoto washikiliwe tafadhali, kuwe na utulivu. Chochote unachokiwekea gharama ama unachokiwekea imani, ni lazima ufanye nini? Ukigharamikie. Jitihada na utekelezaji ni moja wapo ya kuona mafanikio maishani. Katika kufanikiwa kwako lazima kuwe na jitihada, lazima kuwe na utekelezaji, ndio mambo yote yaende sawa. Haleluya. Kitabu cha Petro wa kwanza 5:17 mstari wa 7 inasema ya kwamba tumtwike yeye fadhaa zetu zote, maana yeye kazi yake ni kujishughulisha na matatizo yetu. Tumtwike yeye fadhaa zetu zote. Yale matatizo ulio nayo, yale magonjwa ulio nayo, zile shida uzilizo nazo, yale mawazo ulio nayo, ile kukosa amani uliko nako, Biblia inasema katika Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 7 ya kwamba tumtwike yeye fadhaa zetu zote. Haleluya. Maana yeye kazi yake ni kujishughulisha na matatizo yetu. Amen. Amen. Ameongea katika Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 17 akisema ya kwamba ombeni bila kukoma. Unaposoma huo mstari, Biblia inasema ni maneno matatu: ombeni bila kukoma. Amen. Ombeni bila kukoma. Haleluya. Nataka angalie kubwa pia. Hiyo sauti sio ile sauti ambayo mimi ninaijua. Sengine huwa inaachilia. Amen. Ombeni bila kukoma. Nataka tuende katika kitabu kitakatifu. Fungua nami katika kitabu kile cha Danieli. Leo naongelelea huyu jamaa mtanashati aliyekuwa akiitwa nani? Danieli. Kijana aliyekuwa akiitwa nani? Danieli. Mzuri wa sura, kijana barubaru, mtanashati aliyekuwa akiitwa nani? Danieli. Msomaji wangu katika kitabu kile cha Danieli sura ya 6. Hatutakaa kwa muda mrefu,
tutaenda tu direct kwa point, ili mradi watu waelewe nazungumzia nini mchana wa leo. Katika kitabu kile cha Danieli anapatikana mbele ya Zakaria, na pia anapatikana nyuma ya Hosea. Amen. Kitabu cha Danieli 6 kuanzia mstari wa kwanza inasemaje? Mlango wa 6. Amen. Tasoma kwa uwezo wa Mungu. Ndio. Danieli 6 kuanzia mstari wa kwanza inasema mpaka mstari wa 5 inasemaje? Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120. Juu ya ufalme maliwali 120. Hiyo ndiyo mpango wa mfalme Dario aliopanga na akautekeleza. Wawe juu ya ufalme wote. Ndio. Na juu yao akaweka wakubwa watatu, na Danieli alikuwa mmoja wao. Na katika watu 120, ama imesemaje? 120. 120. Biblia inaendelea kusema katika wale 120 aliweka wangapi wakuwe juu yao? Watu watatu. Na katika wale watatu aliowaweka juu wakuwe wasimamizi wa hawa 120, Danieli alikuwa mmoja wao. Swali ni, wanapochaguliwa watu kama hao, je, kwa mtazamo wako una uwezekano ya kuwa wewe pia unaweza ukawa mmoja wao? Katika wale watu watatu ambao wamechaguliwa, unaweza ukawa mmoja wao. Kwa hivyo Danieli alikuwa mmoja wao. Ndio. Ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Ndio. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali. Danieli alipata sifa kubwa kuliko wale maliwali wengine. Sifa kubwa ikamjalia Danieli. Kwa sababu gani? Kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Alikuwa na roho bora. Alikuwa na roho bora. Alikuwa ni mtu mzuri wa sura, lakini hata hivyo roho yake ilikuwa bora. Moyo wake ulikuwa bora. Alikuwa na roho ya kiubinadamu, roho ya kupenda watu, roho ya kujali watu. Akapata sifa kubwa kuliko maliwali wote. Haleluya. Naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Naye mfalme baada ya kulimbikiziwa hizo sifa kwa sababu ya roho yake nzuri, Biblia inasema mfalme aliazimu kumweka juu ya ufalme wake wote. Haleluya. Mstari wa 4 unasemaje? Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme. Lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa. Ndio. Kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Kuna watu walianza kujaribu kutafuta sababu watakayomshtaki, watakayomharibia jina Danieli. Wakatafuta katika kila njia, lakini Biblia inasema wakakosa sababu. Haleluya. Wakakosa sababu ya kumfanya Danieli watu wamuone kuwa hana maana, mfalme amchukie, mamlaka yaliyowekwa juu yake yaondolewe. Kwa sababu gani? Walikuwa wakiumia mioyo juu ya Danieli kuwa juu yao. Haleluya. Amen. Biblia inasema hapa mstari wa 4 unasemaje? Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana, kuonyesha ya kuwa hata mawaziri walikuwa chini yake. Si kweli? Maana wanahangaika kutafuta njia na kutafuta hali
watakayomharibia Danieli. Endelea. Wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli. Wakatafuta sababu. Kuna watu wanatafuta sababu mpaka leo ya wewe ulaumiwe. Kuna watu wanatafuta sababu ya wewe ukosane na wengine. Kuna watu wanatafuta sababu ya wewe uharibikiwe, uonekane ya kwamba haustahili. Kuna watu watatia maneno pande hii, warudishe maneno pande hii, wakitafuta sababu ya wewe watu wakuchukie. Haleluya. Ndivyo ilivyofanyika kwa Danieli. Mawaziri aliokuwa pamoja nao, aliokuwa wakifanya kazi na wao, wanatafuta sababu ya kumfiksi Danieli, ya kumharibia Danieli, ya kumfanya Danieli aonekane si kitu. Haleluya. Wakatafuta sababu, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa. Wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme. Lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa. Kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Mstari wa 5. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Hatutaweza kuipata sababu, hatuwezi kumshtaki Danieli kama hatutaenda katika sheria za Mungu wake. Haleluya. Amen. Hata kuna mtu sahihi ameng'ang'ana, amejaribu, imeshindikana. Kile atakachofanya atabidi akae angalie ni mahali gani atakupata. Haleluya. Anaweza kukutafuta kupitia kwa watoto. Kwa sababu gani? Hata walimwengu wanasema mwenye anapiga umbwa huwa anatafuta nini? Mwenye umbwa, si ndio? Anaweza kukupiga kutumia kwa watoto. Kwa sababu gani? Amejua shetani moyo wako, matumaini yako umeyaweka juu ya watoto wako. Umekuwa ukiomba kwa ajili ya watoto wako, umekuwa ukisimama juu ya watoto wako. Kwa hivyo mahali anaweza akakupata ni akupige kupitia kwa watoto wako. Biblia inasema ya kwamba walitafuta njia wakakosa, wakatafuta mambo wakakosa, wakaona mahali tunaweza kumpata huyu ni kupitia kwa sheria ya Mungu wake. Mahali tunaweza tukampata huyu ni kutokana na bidii kwa ajili ya watoto wake. Haleluya. Hapo ndipo shetani huwa anaangalia huyu mtu mawazo yake na moyo wake ameweka wapi. Ameng'ang'ana na watoto wake, ameng'ang'ana na familia yake, ameng'ang'ana na nyumba yake, ameng'ang'ana na biashara yake. Na shetani anasema hapo mahali ambapo ameng'ang'ania ndio hapo tutakapompata napo. Haleluya. Pale mahali umeshikilia, pale mahali umeweka moyo wako, pale mahali unapoumia, pale mahali unapong'ang'ania, hapo ndio shetani amejua huku kwengine kote ni kazi bure. Maana hatuwezi kupata sababu ya kumshtaki, lakini hapa lazima tutampata. Haleluya. Hapa lazima tutampata. Anasemaje katika mstari wa 6? Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme. Wakamwambia hivi, Mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote
au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako, mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Sasa mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Ndio. Basi mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. 10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Kama alivyokuwa akifanya tokea mwanzo. Wiki iliyopita nikawa ninaongea nikawa ninasema kama Danieli alikuwa amefungua madirisha na akawa anaomba, ikafika mahali watu wakasikia akiomba, bila shaka alikuwa ni Pentekoste. Haleluya. Bila shaka. Mawaziri, mstari wa 6 unasema hata madiwani, mawaziri, maliwali, viongozi wote wanaenda kukaa kikao kwa ajili ya mtu mmoja ambaye ni nani? Kuna watu watakaa kikao kwa ajili yako. Kuna watu watasanyana kwa ajili yako. Kuna watu wataunda grupu kwa ajili yako. Kuna watu watakuwa wewe ndio pundi kwao. Kwa sababu gani? Wametafuta njia ya kukushitaki lakini wamekosa. Haleluya. Na kitu watakachofanya, wataangalia pale moyo wako umeengemea. Haleluya. Wataangalia pale moyo wako umesimama. Angalia, washamwangalia Danieli, wakajua huyu ni mtu wa kusali, ni mtu wa kuomba. Kwa sababu gani? Biblia inasema ya kwamba alikuwa akiomba mara 3 kwa siku, tena anafungua madirisha, anaelekea Yerusalemu, anasali akimwambia Bwana, ni wewe tu pekee ambaye nimekutumainia, na ni wewe tu pekee uliye kinga na kigao maishani mwangu. Haleluya. Na vita vya Danieli vilianzia nyuma. Biblia inasema ya kwamba wakati walipokuwa wamesemekana wachaguliwe vijana mabarubaru waje ili watrainiwe kwa miaka 3 ili waweze kupata kibali cha kusimama mbele ya mfalme, Biblia inasema ya kwamba wakapatikana vijana 4 wa Kiebrania, ambaye wa kwanza alikuwa ni Danieli, wa pili alikuwa ni Shadraka, Meshach na Abednego. Haleluya. Kisha wakati walipokuwa wamechaguliwa, mfalme akatoa amri ya kwamba walishwe, wanyweshwe kwa mvinyo na chakula kilicho katika nyumba ya mfalme. Hapo ndio kizaazaa kilianzia. Biblia inasema ya kwamba Danieli pamoja na wale vijana 3 wakakataa chakula cha mfalme na wakamwambia, sisi tutaridhika tupikiwe ugali wa nini? Wa mtama na mboga za majani kwa miaka 3. Walipoletwa mbele ya mfalme, ikapatikana wao ndio wenye nguvu, wao ndio ngozi yao inanawiri, wao ndio wenye afya, wao ndio wanaostahili peke yake kukaa mbele ya mfalme. Haleluya. Amen. Sasa wakajua huyu bwana ni mgeni, tumemkaribisha, lakini mahali ameingia bila shaka atatuteka nyara. Kwa hivyo wakatafuta njia, wamechaguliwa 3, lakini katikati ya wale 3 wasimamie watu 120. Danieli anaibuka kwa sababu ya roho safi ndani yake. Haleluya. Kwa sababu ya ubinadamu ndani yake. Nao wanapanga njama, wakaangalia ni nini tunaweza tukamshtaki kwa mfalme, ni nini ambacho tunaweza tukamwekelea kwa nchi, kwa mfalme, ili aonekane hafai, aonekane ana
ana shida, aonekane ana matatizo. Wakatafuta njia, wakatafuta mambo, ikakosekana. Biblia inasema ya kwamba wakatambua jambo moja, huyu Bwana tusipompata katika sheria, hapo tutakuwa hatujafanya kitu. Kwa sababu gani? Walimuona Danieli ni mtu wa maombi, ni mtu amesimama kwa ajili ya Mungu wake. Ukiendelea kusoma huko mbele, Biblia inasema ya kwamba ilifika mahali hata mfalme Dario akajaribu kumsaidia Danieli. Alijaribu mpaka kumsaidia, lakini kwa sababu alikuwa shaandika na wale washaipeleka kila mahali, nyaraka imesomwa, imetengenezwa sheria. By the way, asubuhi kuna kitu nilikuwa nazungumzia hapo, nikasema sheria na amri ni ipi kubwa? Tumezungumzia asubuhi kwa Bible study, tukapata sheria iko chini ya amri. Haleluya! Maana sheria ni zile mtu amekupiga uende ukatafute haki, uende polisi, lakini kama amri imeambiwa watu wasitoke, huwezi toka kwenda kule polisi. Kwa hivyo amri iko juu kuliko sheria. Haleluya! Sasa hapa sheria ilikuwa imewekwa ndio, lakini amri ikatolewa ya kwamba kwa siku 30 mtu yeyote asiabudu kilicho chochote isipokuwa nani? Sanamu ya mfalme Dario. Mwezi mzima usiabudu mungu yeyote, lakini uabudu nani? Sanamu. Naye Danieli kwa sababu ni mtu anajielewa, ni mtu ana uhakika na Mungu wake, akasema sitaabudu sanamu wala sitainamia miungu mingine. Biblia inasema ya kwamba wakatafuta njia ya kumshtaki, wakatafuta wakakosa kila mahali, lakini wakaambiana ya kwamba huyu tukitaka kumweza tutampata katika sheria ya Mungu wake. Haleluya! Kuna jambo shetani anaweza kuwa na wasi, anasema huyu anapenda sana huyu Mungu, kila Jumapili akosekane, lakini wacha tufanye hivi, wacha tumkamate kwa kazi yake. Haleluya! Tumkamate kwa kazi yake, tumkamate kwa biashara yake, tumkamate kupitia kwa watoto wake. Yaani anatafuta njia ya kukudistract kutoka kwa utukufu wa Mungu. Haleluya! Wiki iliyopita tulikuwa na msichana anaitwa Agnes. Mama akaomba na akamuunganisha na ile neema ya uimbaji inayotumika ndani yake, na akawa akiimba kweli, unajua huyu ameimba. Naye shetani akasema kwa sababu uimbaji wake uko namna hii, wacha tutapambana na yeye hapo hapo kwa uimbaji, hapo hapo kwa hiyo huduma, ndio tutafanya nini? Tutamkamatia pale pale. Haleluya! Akasema huku kumfurahikia pale kwa madhabahu, huku kumpa ile neema pale, ni kwa sababu gani? Si kwa sababu yuko hapa karibu. Wacha hiyo kazi ishi. Kazi ikaisha hapa Mshomoroni. Ile iliyotokea ikatokea Magongo mwisho. Yaani jambo linafanyika mpaka wewe kukaribia utukufu wa Mungu inabidi uanze kupiga mahesabu. Haleluya! Unajiuliza niende ama nisiende? Kwa sababu ukipiga mahesabu ya kutoka hapa mpaka kule mahali unaenda na urudi,
ni gharama. Haleluya. Hivyo ndivyo shetani huwa anajipanga. Unajitayarisha asubuhi, unajua mimi nataka kwenda, ndio saa hiyo mgeni anaingia na anakuambia mimi nimeingia na nimechoka, nataka nipumzike. Na wewe ukiangalia huwezi kwenda umwache hapo. Amekuwahi ama hajakuwahi? Wakati mwingine tulikuwa na mama hapa ambaye alikuwa very active. Tena ni mhudumu very active. Lakini katika ile huduma aliyokuwa anafanya na ile active aliyokuwa nayo, Mungu alikuwa anajua huyu amejitoa kwa ajili ya utukufu wao. Lakini shetani naye akawa hafurahiki. Unajua nini kilifanyika? Bwanake alienda akaleta mamake ambaye ni mgonjwa, anaishi kwa dadake ama anaishi na dadake, akaenda akamtoa, akamwambia nataka huyu mama akakae kwangu ahudumiwe na mke wangu, na akamleta nyumbani kwake. Alipomleta nyumbani kwake, ikawa sasa huyo mama mambo ya kwenda kanisani imefanya nini? Imeshindikana. Haya, niambie, utaenda kanisani uache mama ya bwanako yuko pale? Alice, utaenda umwache pale? Si lazima utamhudumia, si lazima utamshughulikia. Na hiyo ndio njia ambayo shetani huwa anaitumia kutafuta mianya ya kuwagandamiza wateule wa Mungu. Mahali amani imetulia, mahali watu wamepatana, mahali ambapo watu wanafurahikia, shetani anainuka na maneno yake ya kuja kutatiza na kusababisha amani ikosekane mahali pale. Mwisho wa kwisha, kuna mwingine moyo wake unaumia, moyo wake unafadhaika, moyo wake umekosa amani. Ni kwa sababu gani? Kuna mtu ambaye shetani amemtumia kwa ajili ya mtu mwingine. Haleluya. Ukiingia katika kitabu kitakatifu, Biblia inasema ya kwamba walipokaa wale maaskari na wale viongozi wakatafuta njia, ni vipi tutamweka mikononi mwetu huyu Yesu. Biblia inasema aliyetumika kumkabidhi Yesu ili asulubiwe ni nani? 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 Nataka sisikie. Nani? Haya. Judas Iskariote. Shetani akajua hakuna mwingine katika wanafunzi wake nitakayemtumia kwa ajili ya kumpata yule. Akaamua kumtumia nani? Judas Iskariote. Haleluya. Kwa hiyo lazima wakae, wapange, waangalie ni njia gani watakayo kuweka chini. Na huu mwezi lazima tuwe watu wa maombi. Kwa sababu gani? Huu ndio mwezi ambao mambo mengi yalifanyika. Hata kusulubiwa kwa Yesu ambaye hakuwa na hatia, lakini wakatafuta sababu kupitia kwa sheria ya kumshtaki na kumuua na kumwangamiza, ili mwanadamu aliyeweka tumaini lake kwake asipate mwelekeo. Haleluya. Amen. Unaposoma katika kitabu kile cha Marko 14. Hebu nisomee hapo Marko 14. Marko 14:32 nasemaje? Kuanzia 32 mpaka 34 nasemaje? Marko 14 kuanzia 32 mpaka 34 nasemaje? Kisha Marko 14:32 mpaka 34 nasemaje? Amen. Kisha
wakaja mpaka bustani iitwayo Getsemani. Bustani iitwayo Getsemani. Akawaambia wanafunzi wake, ndio, ketini hapa muda niombapo. Ketini hapa, wanafunzi wote 12 akawaambia ketini hapa muda niombapo. Haleluya. Katika safari waliokuwa nayo wakafika pale Getsemani, akawaambia wanafunzi ketini hapa muda niombapo. Akamtoa Petro na Yakobo na Yohana pamoja naye. Akaanza kufadhaika sana na kuhangaika. Akawachukua watatu. Kwa hivyo wale watatu walipochukuliwa, wale wengine walikuwa wamefanya nini? Wamebaki pale pale. Akachukua watatu, akaenda pamoja na wao katika kusali kando pembeni. Akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Ndio. Kaeni hapa mkeshe. Ndio. Akaendelea, kaeni hapa mkeshe. Kaeni hapa mkeshe. Mkeshe pamoja na mimi. Muombe pamoja na mimi. Msali pamoja na mimi. Yesu alikuwa amejua kuna mipango na kuna njema zinazopangwa kwa ajili yake. Kwa hivyo akajitenga pamoja na wale wanafunzi wake. Walipofika Getsemani, akawaacha wale waliokuwa wamebaki 9. Akachukua watatu, akatembea nao sehemu, akawaambia kaeni hapa mkeshe. Kisha ukisoma huko mbele Biblia inasema akaenda sehemu ya kutupa jiwe. Kisha akaenda akaomba peke yake. 37 inasemaje? Akaja akawakuta wamelala usingizi. Ndio. Akamwambia Petro, ndio, Je, Simioni, umelala? Ndio. Hukuweza kukesha saa moja? Ndio. Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi ila mwili ni dhaifu. Ndio. Akaenda zake tena akaomba akisema, neno lilo hilo. Akaja tena akawakuta wamelala. Ndio. Maana macho yao yamekuwa mazito, wala hawakujua. Ushaona mtu ambaye ana usingizi? Ushaona mtu ambaye ana usingizi? Biblia imeeleza vizuri. Macho huwa hata sengine unamwona amekaa, na hata ukimwangalia unamwona kidogo, yani anashindwa mpaka kuyazuia yale macho. Haleluya.